Wakina mama, hii tabia mnayo ya kuwapa semina watoto, kuwaambia kwamba baba yenu si mtu mzuri, baba yenu mtu mbaya sana, baba yenu kadha na kadha, baba yenu kanitia taabu katika maisha yangu, baba yenu hivi na hivi. Na ikitokea bahati mbaya au nzuri kwamba yule baba mwenyewe ana mke zaidi ya mmoja, ndio vita vinakuwa vikubwa zaidi. Baba yenu anapeleka pesa zote kule, baba yenu anatizama kule tu, baba yenu katutupa. Ile chuki haijengwi kwa baba, tuna ile familia ya pili pia. Vitu kama hivi, mwanamke unapaswa ujue kwamba unayemdhulumu hapa ni yule mtoto kabla ya yule mwanaume. Utamfanya aishi vibaya na baba yake, aishi vibaya na ndugu zake wengine. Wema siku zote unashinda tu na unaleta wema. Ndio anasema mtu mwema anapoishi duniani hutizama vitu vyote vizuri na hatimaye maisha huwa mazuri. Mtu muovu hutizama mambo yote katika namna hasi, negative, na huishi katika mazingira ya huzuni na kiza. Hata kama umefanyiwa chuki na uadui na mtu, ukiwa wewe huna chuki na uadui, utaishi vizuri. La katengeneza kiza na wewe unatengeneza kiza chako, nyote mnaishi katika kiza. Kuwa ni tochi ambayo itamurika kwenye kiza, kisha utaona njia wewe hata kama pana kiza. Uadui unamdhuru muhusika kabla haujamdhuru anayefanyiwa uadui. Na ndio Mtume ameshinda kwa njia hizo. Amewashinda kina Abu Sufiani, kina Abu Jahali na wengine wote, kwa sababu hata adui yake alikuwa akikaa naye vizuri. Wewe unakuwa ni adui wa mtu na watoto unawatengeneza wawe adui. Hutosalimika wewe, hawatosalimika watoto, wala hatosalimika yule uliomfanyia uadui. Hii haihitaji uwe na filosofi ya hali ya juu, uwe na PhD uelewe. Maisha ya kawaida tunayoishi yanatufunza hayo. Sasa Qur'ani imekemea kutumia mtoto kumdhuru mzazi mwenzako kwa njia yote ile. Katika familia zetu tuna visa vya mtu ambaye hajaweza kuwaona watoto wake miaka 20. Tangu amewachwa wadogo hajawahi kukutana nao, na wale watoto hawamtaki mzazi wake, ili hali hawamjui. Wamepewa semina tangu mwanzo kwamba amewatupeni, hawatakini. Haya, utakuja kumwambia nini Mwenyezi Mungu wewe? Yauma tubla sarair. Huyu baba anakaa anasikitika, hajawahi kuwaona watoto wake, na wewe unasema kwamba nitamkomesha, hatowaona kamwe. Na wewe usingeweza kuwapata wewe peke yako. Hawa ni watoto wenu kwa pamoja. Na wakina mama, matatizo yenu kwamba mambo yakiharibika unasema mwanangu, yani sio mtoto wetu tena, huyu ni mtoto wako peke yako. Wakati ule huzungumzi kwamba huyu ni mtoto wetu. Tuache kujenga chuki kwa watoto dhidi ya wazazi wenzetu. Tutawadhulumu wale watoto, tutawatengenezea mazingira ya kiza katika mioyo yao dhidi ya wazazi wao. Wataishi katika huzuni. Tunawasikiliza hata baadhi ya wasanii, hamtaki mzazi wake, lakini nani kamfundisha? Mama kamfundisha kwamba huyu ni mtu mbaya sana. Wakati ule hata fursa ya yule baba kujieleza haipo. Na kwa heshima zetu sisi kama wazazi wa kiume, viongozi, hatupendi kushuka tukaanza kuvutana, kuonyesha hapana, mimi nilikuwa mwema, sikuwa mbaya hivyo unavyosemwa. Huwa tunaachia siku na miaka iseme. Na hakika wewe umewahi kupatwa na tatizo hilo au unamfahamu aliyewahi kupatwa na tatizo hilo. Qur'ani inakemea katika aya 233 ya suratul Baqara, la yudhara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba asidhuriwe, la tudhara, na asidhuriwe walidatun, mama biwaladiha, asidhuriwe kupitia mwanae. Ukamnyima mke wako watoto, ukawazuia, ukapeleka kwa shangazi yao, kwa dada yao, walelewe kule, na yeye ndio ukawazaa. Lakini Qur'ani inasema wala mauludun lahu biwaladi, la tudhara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Hata yule baba vile vile na yeye asidhuriwe kupitia watoto wake, kwa sababu na yeye ana haja ya kuwa na watoto, au aone, acheke nao, ajifakharishe nao. Ni katika dhulma kubwa sana kufanya namna hiyo.
Sasa leo hii mtu anaweza kuzaa na mtu akaenda huku kwetu tunasema ustawi wa jamii, akataka kuonyesha gharama kubwa kuliko mahitajio ya kawaida kumkomesha mume atoe matumizi. Pengine matumizi yangetosha 200,000, yeye anataka apewe 500,000. Katika hayo yeye matumizi atafanya vituko vyake vingi, lakini yule mume lazima atoe hizo pesa. Hili limekemewa sana katika dini yetu. Lakini katika vitu vya kujenga ni kwamba mtoto anapokosea mzazi mmoja na wazazi wote wako pale, asitokee mzazi mwingine kumtetea mtoto. Mume na mke wanatakiwa wawe chama kimoja katika kumtengeneza mtoto. Kama baba amemkemea mtoto, wewe mama usiingie kutetea, na kinyume chake ni hivyo hivyo. Akikosa adabu mtoto dhidi ya mzazi mmoja, mzazi wa pili awe wa kwanza kumkemea yule mtoto. Hii inajenga sana. Lakini amekosea alafu wewe unakwenda unamnongoneza mama yako, si unamjua wewe? Awe mwache, haya ndio mambo ya wanawake. Sasa unamwambia mtoto kwamba wanawake wako hivi, lakini mwanamke yule unayemzungumzia mama yake. Kwa hivyo tutahadhari na mambo haya, kwa sababu kuna vitu vya sampuli hiyo. Mzazi mmoja anakosea alafu mwingine anakwenda kukaa faragha na yule mtoto, anamuonyesha kwamba mama yenu ndio yuko hivi, baba yenu ndio yuko hivi, mimi namjua tangu siku nyingi, mtakuja kuona makubwa kuliko haya, mimi nishazoea. Mtoto yule anaamini kwamba baba ndio hivi, kumbe mama anamjua kuliko sisi. Na mama mwenyewe anasema kwamba baba yenu haya mnayaona madogo, yeye kishazoea, vumilieni tu, mimi nishavumilia tangu nyinyi wadogo. Kwa hiyo vumilieni tu, mtafanyaje sasa, ndio baba yenu huyo. Sasa hali kama hizi hazijengi. Mjenge mwenzako kwa watoto na yeye atakujenga, na nyote mtakuwa na heshima mbele ya wale watoto. Na ndivyo Uislamu unavyotaka. Na haya yanajiri katika jamii kwa ujumla. Mnapokuwa viongozi katika taasisi, mjenge kiongozi mwenzako, usimbomoe. Usikae na wale watu wa chini ukamwambia jamani ndio hivyo walivyokuwa bwana.